Ana ni msichana mwenye umri wa miaka 21, mwenye elimu ya kidato cha 4 na alimaliza elimu hiyo mwaka 2022. Wazazi wake wanaishi pamoja, lakini wamekuwa kwenye migogoro ya kindoa kwa muda mrefu sasa, hali iliyopelekea yeye na wadogo zake kukosa usimamizi wa karibu. Mwaka 2022 alipomaliza kidato cha 4, alianza mahusiano na mume wa jirani yao na walidumu kwenye mahusiano hayo ya kimapenzi kwa muda wa miezi 6. Mahusiano yao yalikwisha baada ya kugundulika na mke wa huyo mwanaume. Mke wake huyo aligundua baada ya kukuta picha na video za utupu za msichana huyo kwenye simu ya mume wake, lakini pia message wakiwa wanapanga wakati wa kufanya mapenzi. Baada ya mahusiano hayo kuvunjika, Ana aliingia kwenye mahusiano mengine, na wakati huu yalikuwa zaidi ya mwanamume mmoja. Ana alikuwa anawapa wanaume wote hao fursa ya kufanya naye mapenzi kwa wakati tofauti tofauti. Siku moja Ana alipigiwa simu na mpenzi wake wakutane kwenye lodge, na wakati anaenda kwenye lodge hiyo, mpenzi wake mwingine alimuona, na hapo alianza kumfuatilia kujua mpenzi wake anaenda kukutana na nani. Mpenzi wake huyo alimfuatilia na kugundua kuwa Ana anaenda kukutana na mwanaume mwingine ili wafanye mapenzi, na hapo mpenzi wake huyo aliamua kuwasubiria nje. Baada ya kukaa na kusubiri kwa muda kidogo, bwana huyo aliamua kununua kiwembe kisha kwenda kwenye chumba alichokuwa Ana na yule mwanaume mwingine, na hapo aligonga mlango kwa nguvu kisha kuingia ndani. Walipokuwa ndani kulitokea ugomvi mkubwa sana, na ndipo mwanaume yule aliyenunua kiwembe alipotoa kiwembe chake na kuanza kumchana Ana sehemu za usoni na mwilini. Na muda huo mpenzi wake mwingine alijitahidi sana kumsaidia Ana, lakini alishindwa kutokana na mwanaume yule kuwa na hasira kali na Ana. Baada ya kuona hivyo, mwanaume huyo alikwenda kwa mhudumu wa lodge hiyo na kuomba msaada, na hapo ndipo walipopiga simu polisi kwa msaada. Polisi walipofika walimkuta Ana akiwa anavuja damu nyingi sana na alikuwa amechanwa sehemu za usoni na mwilini. Polisi walimchukua na kumpeleka hospitali kwa ajili ya matibabu kisha kumkamata mtuhumiwa. Maswali ya majadiliano. Je, malezi na makuzi kwa watoto yanaweza kupelekea ukatili wa kijinsia kwa watoto? Ni tabia zipi hatarishi zinaweza kupelekea mtu kufanyiwa ukatili wa kijinsia? Ni namna ipi mtu anaweza kujilinda dhidi ya ukatili wa kijinsia? Ni namna ipi vyombo vinavyoshughulika na kuzuia na kupambana na ukatili wa kijinsia vinaweza kutenda katika kutokomeza ukatili huo?